Kipindi kilichopita nilikufundisha mambo makuu manne ambayo ni muhimu sana kuyazingatia unapofanya production, hasa kwenye issue ya baking. Jambo la kwanza ambalo nilikutajia ni issue ya appearance ya bidhaa yako, kwa maana ya muonekano wa bidhaa yako. Sasa leo nitaenda kukufundisha kwa undani zaidi kwenye kipengele cha appearance, mambo gani ya msingi ambayo unapaswa uyazingatie juu ya muonekano wa bidhaa yako. Hapa nitaenda kufundisha mambo makuu matatu ambayo ni muhimu, unapaswa uwe nayo makini ili bidhaa yako iweze kufanya vizuri sokoni. Jambo la kwanza ni rangi ya bidhaa yako, maana ya color. Kama unaoka mikate au unatengeneza maandazi au unatengeneza keki, rangi ambayo huwa tunaizingatia unapotoa bidhaa yako aidha kwenye mafuta au kwenye oven ni rangi ya brown. Hakikisha bidhaa yako inapata rangi nzuri ambayo ni brown. Mkate au maandazi au keki inapokuwa na rangi ya brown humfanya mteja avutiwe nayo na kuipenda. Kwa hiyo utakuwa umeongeza idadi ya wateja kwenye bidhaa yako. Lakini jambo la pili ambalo na lenyewe ni la muhimu sana unapaswa ulizingatie ni juu ya size ya hiyo bidhaa unayoitengeneza. Sasa mikate ipo ya aina nyingi kulingana na shape tofauti tofauti. Kama unatengeneza ile mikate ambayo ni ya boksi, hakikisha basi unapata boksi ambayo ni sahihi. Ukiona imepata shape tofauti, basi upoteza mvuto kwa mteja na kufanya wateja waweze kukimbia bidhaa yako na kuiona kwamba sio nzuri. Kwa hiyo vitu kama hivi ni vitu vya msingi sana. Iwe ni keki, basi hakikisha unaoka keki yako katika pani au container ambayo inakuwa na shape nzuri ili mwisho wa siku iweze kumvutia mteja na kuipenda bidhaa yako. Kama ni maandazi, hakikisha yanakuwa na shape nzuri. Hivi ni vitu vya msingi sana unapaswa kuzingatia unapozungumza shape na size. Kama inatakiwa iwe kubwa, basi iwe kubwa ambayo mteja ataifurahia. Kwa vitu kama hivi ni vitu vya msingi sana. Lakini jambo la tatu ambalo ni la muhimu kulizingatia ni issue ya texture ya bidhaa yako. Kwa mfano, unachukua mkate ukiupasua katikati, angalia ndani inaonekanaje. Kama kuna uwazi mwingi sana, maana yake bidhaa yako haijawa katika hali ya ubora mzuri. Hakutakiwi kuwa na zile porosity nyingi ndani. Kwa hiyo inatakiwa hakikisha vile vitundu vinakuwa ni vidogo sana, na hiyo maana yake mkate wako utakuwa umejaa vizuri. Kama ni keki kadhalika, ukipasua ile keki yako angalia ndani unakuwa na uwazi wa mwingi sana. Kama kutakuwa na uwazi mwingi sana, maana yake kulikuwa na kiwango kikubwa cha hewa na mwisho wa siku kuathiri ubora wa keki yako. Kwa haya ni mambo ya msingi ambayo unapaswa uyazingatie hasa unapozalisha bidhaa za kuoka. Tunapofika kujifunza habari ya sensory evaluation, mambo haya ndiyo ambayo tutaenda kuyaangalia hatua kwa hatua. Basi kama video hii itakuwa imekusaidia, usisahau kufollow page hii, kwani utaweza kupata video nyingi ambazo zenye mafunzo kama haya. Lakini usisite kulike na kushare kwa watu wengine ili nao waweze kujifunza mambo kama haya na kuweza kuimprove bidhaa wanazozizalisha.